iti wagolo nya kume kwe na chera te mashira kwe na chera te mashira ya ampaye ana daina dira. Na mpenzi mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya Kiroho Safi TV Online. Leo ni siku nyingine tena tunawaletea historia za makabila mbalimbali, mila na desturi zao. Basi ni matumaini yangu kuwa buheri wa afya, na kama kuna changamoto yoyote ya afya, basi nitakuombea kwa Mwenyezi Mungu ili upate nafuu, kwani afya ni mtaji tosha kabisa. Kama ilivyo ada, kwa majina naitwa Peter Lawrence Timotheo Bunzu Mtoni. Kiroho Safi ni chombo kinachojihusisha na historia ya makabila mbalimbali, mila na desturi zao. Tanzania ni nchi iliyobarikiwa kuwa na makabila zaidi ya 120. Wapo Wamakonde, Wachaga, Wamakua, Wayao, Wangoni, Wahehe. Hayo ni baadhi tu ya makabila ambayo yako nchini Tanzania. Lakini leo tunajikita na season yetu ya Wagogo ambao wako katika mkoa wa Dodoma. Mwimba Zugumu kaimba vizuri kali. Kipindi kilichopita niliwaahidi kuwaletea nini hufanyika kijana wa Kigogo akifia jandoni. Kitu ambacho sijagusia awali ni kwamba kwenye ikumbi huwashwa moto. Moto ambao hairuhusiwi kuzima mpaka siku ya mwisho ambao vijana wanaongeshwa. Moto huu huwa ni ishara uwepo wa nguvu wa kiimani mahali hapo. Moto huu hauruhusiwi kuchukua na kukoleza sehemu nyingine. Moto huu huwa unaweza kutumika kwa kuchoma nyama, mahindi, pia kuwasha sigara. Mwanamke haruhusiwi kabisa kukaribia moto huu wala eneo la ikumbi. Shughuli zote za eneo la ikumbi hufanywa na wapunga shunu, hata kuosha vyombo. Utope wa mene, memera za vikumbo. Kama ilivyo ada, kifo kinamkuta mtu yoyote mahali popote na wakati wowote. Kijana akifariki jandoni, taarifa hupelekwa kwa wazee. Na wazee wakisha kuhakiki kijana ameshafariki, ushirikiana na wapunga shunu kumzika usiku, hata kama amefariki asubuhi. Kifo cha mnyamuzi huwa akiwekwa matanga wala hairuhusiwi kulia. Baada ya maziko kimya kimya, ambayo hata mama marehemu hapewi taarifa, hutafutwa kijana ambaye ana kimo na umbile sawa na marehemu. Kijana huyu huvalishwa nguo za marehemu na kuendeleza siku za marehemu zilizobaki ndani ya ikumbi. Siku inayofuata baada ya chakula, waunga shunu kuvunja chombo kutoa ishara kwamba kuna msiba kwenye ikumbi, ila tu haijulikani ni mtoto yupi ambaye amefariki ndani ya ikumbi. Tukumbuke kipindi chote hiki hatutakiwi kulia, na taarifa hupelekwa kwa mzazi siku ya sherehe ya kukogesha vijana. Baada ya hapo, mzazi huenda kuonyeshwa kaburi na mambo mengine ya kimila huendelea. Jandoni tunafundishwa nidhamu, ujasiri na kadhalika. Ikitokea mtu ameenda tofauti na mafunzo ya jandoni, huitwa wauyauzo. Wauyauzo yani ni mtu asiyekuwa na maana kiimani, ni mtu mwenye laana kwa kulingana na vidole anavyoonyeshwa. Mtu asiyeenda jando hachangamani kwa lolote na wenzake walioenda jando, iwe kisimani, kuchunga na kadhalika. Japo kwa siku zinavyokwenda mambo mengi yamekuwa yakipoa. Kwa leo tuishie hapa. Tukutane kipindi kijacho. Ni mimi yule Peter Lawrence Timotheo Bunzu Mtoni. Ale sana.